Lakini hizi kazi tunazozifanya si za kwetu, ni za Mungu. Malengo unayoweka usiweke ya kwako, weka malengo ya Mungu kwa ajili ya maisha yako. Tizama kipawa ulichopewa, kifanyie kazi hicho kipawa, na katika yale mambo ambayo Mungu anataka ufanye. Kwa sababu kama usipomshirikisha, utasikia tabu sana ndani yako kupata msaada wake. Maana unajikuta umeingia gharama kubwa ya kupata watu, lakini kwa sababu hatukai muda wa kutosha kwenye maombi. Yesu alikesha usiku kucha kupata watu 12. Watu 12. Na sijajua kama umesoma kwenye Biblia yako, katikati ya watu 12 wangapi ambao unaona wakitenda kazi baada ya Yesu kuondoka, na ukaona picha ya shughuli zao? Waoni wote 12. Kwa hiyo unakuja kugundua ya kwamba kazi ya mtu ama kazi ya Yesu aliyofanya haikutunzwa na watu wengi, haikuendelezwa na watu wengi, lakini alipata watu waaminifu wachache. Wako wengine aliwaombea, aliwapata, lakini haikuwa rahisi sana kukaa kwenye upinzani ambao waliokuwa nakutana nao. Kitu ambacho watu wengi hawajajua, kati ya jambo moja wapo ambalo Ibilisi atapambana na wewe ni kukuondolea watu wazuri na kukuletea watu wabaya, na usipokaa nalo kwenye maombi utakwama tu.